Movie inaanza kwenye jela ya wanaume na wafungwa wote walikuwa wako uwanjani wanafanya mazoezi. Na muda huo sasa inagongwa kengele na kuambia wafungwa wote waende kwenye vyumba vyao. Lakini kuna mfungwa mmoja bwana akawa anamzingua Sam ambaye alikuwa ni askari. Anamwambia itabidi uniletee kitu fulani, vitu vya magendo toka nje. Na jamaa akasema atamsemelea endapo Sam asipokubali, kwa sababu kumbe kuna vitu ambavyo Sam amekuwa akivifanya ambavyo si sawa kabisa, ni kinyume na maadili ya gereza. Na jamaa akamwambia Sam kwamba ukifungwa kwenye jela hii utakuwa chini yangu, maana mimi ndo tycoon wa jela hii. Oya, Sam akamind bwana, akampiga ngumi jamaa. Lakini yule mfungwa alimtandika Sam baya mno, alimtia ngumi za maana hadi askari wenzake wakakimbilia kuja kumuokoa. Wasingekuwa hao askari, jamaa alikuwa anakata roho pale pale. Wakamchukua moja kwa moja mpaka kwa daktari ambaye akamshona vile vidole. Lakini askari wengine pamoja na team wakamuuliza Sam ni nini kimetokea. Sam ikabidi adanganye. Sam akasema huyu mfungwa amekuwa akinisumbua kwa muda na amekuwa mkorofi, na mimi nilikuwa namwambia ingia chumbani kwako nikufungie, akana niletea maneno ya ajabu ajabu. Nikamsukumia chumbani, na baada ya kumsukuma jamaa akarudi na kuanza kunipiga. Timu akamwambia kwamba kitu ulichokikosea ni wewe kumruhusu kuendelea kuzungumza naye na kubishana naye. Ungeita baka, galau sisi tungekuja na kukusaidia. Basi wakaamua kumhamisha Sam kuliko toka kulinda ndani, wakaenda kumsimamisha kwenye mnala ambao akisimama juu anaangalia kila sehemu. Angalau huko atakuwa yuko safe kwa sababu atakuwa hakutani na wafungwa mara kwa mara. Basi kuna siku wakati yuko kule juu akaona kama kuna kitu sikielewelewi kinatokea kule ndani kwa wafungwa. Akachukua darubini nini akaanza kuwachungulia. Alivyoona wafungwa ni wanapigana sana, akapiga alarm bwana, na akachukua mashine yake nini akaenda kusimama kwenye uzio na analenga kule kwa wafungwa. Akawa anarusha mabomu ya machozi ili kuweza kuwatuliza, lakini yale mabomu ya machozi wala hata ya kuwazuia wale wafungwa, endelea kuzinguana wanapigana. Baadaye Sam akatoa bastola ya kweli bwana, akatoa bunduki akaanza kushoot. Anashuti kwa ajili ya kuwashtua. Wakaanza sasa kulala chini. Sasa kwa mbali akaona kuna mfungwa mmoja ameshikwa na wenzake anachomwa bwana. Sam si akamtungua bwana, maana alikuwa ndo yule mbaya wake na yule jamaa angemsemelea. Lakini polisi wakawa wamefika na kuanza kuwafunga. Lakini Sam akawa ameshtuka kwamba hapa nimefanya kosa. Akaja kamanda mkuu wa magereza na kuambia ni nini kimetokea. Timu akasema bwana Sam baada ya kuwa anasumbuliwa sana na wafungwa kabidi tumuhamishe kwa ajili ya kumlinda. Lakini yule mkuu wa magereza akasema kwa nini mumpeleke kwenye tawa, yani kwenye mnala? Lakini timu alijitahidi sana kumkingia mgongo Sam ili asije akapewa adhabu. Lakini mkuu wa majeshi akasema hapana, Sam inabidi aondolewe hapa, ahamishwe gereza aende sehemu nyingine, kwa sababu haya matendo hayawezi kufumbiwa macho. Mkuu wa majeshi akasema kwamba kama hawezi kukaa na wafungwa na wanamzingua kiasi hicho, yani jamaa kalegea kiasi hicho, basi itabidi tumuhamishe tu, kwa sababu hapa watamuua na sasa tutampeleka kwenye gereza la wanawake. Timu akasema kwamba wale wanawake bwana, huyu bado hajamachua sana, watamsumbua wale. Basi mkuu wa magereza akasema kama hatoweza na kula, basi atafute kazi nyingine, aachane na mambo ya uaskari magereza, achague gereza la wanawake au aache kazi. Basi siku iliyofuata Sam akawa ameshahamishwa mpelekwa gereza la wanawake, na amesimama na walinda wanawake wakiwa wanaingia kwenye chumba kimoja. Basi wanavyoingia wanatembea pale, wanamuonyeshea magoko na nini, mambo kibao yani, mara huyu kashika maziwa yake, huyu kafanya hivi. Kuna mwanamke mmoja anaitwa Cherry akamwona Sam naye pale, akamnyoshia kidole nini, akampa kijicho fulani hivi. Lakini mkuu wa hili gereza mama mmoja hivi akamfuata Sam kwa sababu aliona namna Sam alivyokuwa anaangalia wale wanawake. Huyu mama akamwambia ni nani aliyekuruhusu wewe gereza la wanawake? Sam akasema nililetwa huku kwa sababu ya usalama wangu, kule nilikokuwa sikuwa salama kabisa. Yule bi mkubwa akamwambia wafungwa wa kike hawana tofauti kubwa na wafungwa wa kiume, na watajitahidi, watatumia njia ya kila aina waweze kukutumia wewe maslahi yao. Lakini muda huo sasa yule mama kumbe alikuwa anaendesha darasa ambapo wafungwa wote walikuwa wameingia kwenye hicho chumba, yeye anawafundisha. Lakini Cherry sasa akachukua kioo bwana, sababu Sam alikuwa nyuma yake, akachukua kioo na kuanza muangalia Sam kupitia kwenye kile kioo. Fungwa alishaelewa goma. Kipindi cha mapumziko wakati wanapata msoto, wakawa wanapiga story pale nini, askari wengine wanasema da aisee, kuna tofauti kubwa sana kati ya gereza la wanawake na gereza la wanaume. Sam akasema aisee, mimi huku nimekufurahia sana kuliko kule kwenye gereza la wanaume, yani kule ilikuwa kama niko msituni. Wakamwambia aisee, kuwa makini sana, kwa sababu hawa wanawake watatumia njia ya aina yoyote kukuraghai ili uweze kuingia kwenye muda fulani. Watasema kwamba alikuwa anatuchungulia tukiwa uchi, mara tukiingia chooni anatufuata, mara ametaka kutubaka, mara nini, mara wengine watajifanya wanataka kuwa wapenzi wao, na ukiingia kwenye mtego umekwisha. Wakamwambia Sam, ukiweza kujitahidi kuwa kama roboti fanya hivyo, kwa sababu hili gereza hatari zaidi kuliko hata gereza la wanaume. Basi muda huo akaenda kufunga milango ya wafungwa, maana muda wa kurudi vyumbani ulikuwa. Akati wanatembea hivyo akamuona msichana mmoja anatumia simu, wakaamua wende wampokonye hiyo simu, lakini yule msichana akawa mbishi kweli. Wakamwambia Sam naye aende akafunge chumba namba
17 ambacho sasa ndani yake alikuwemo Cherry. Alikuwa anajifanya kama anasoma magazine. Jamaa akamuuliza vipi, uko poa? Lakini yule mwanamke bwana mara akamuonyesha mapaja yake, mwili wake pwa. Jamaa ikabidi akaze pale, akafunga, akasema. Muda mwingine tena ambapo hao wanawake tena walikuwa kwenye mstari wanatembea, Sam akiwa amesimama pale anawalinda. Mwanamke mmoja bwana akamsukuma Cherry kwenda kumwangukia Sam bwana. Afu Cherry akamnongoneza Sam akamwambia tutaonana usiku wa leo. Na usiku sasa ulipofika, Sam akiwa anaenda kuwakagua kama wamezima taa. Afika mlango wa kwanza, anafika mlango wa pili bwana, chumbani kwa Cherry. Cherry yuko uchi, yani mtupu mwana. Babu Sam si akanogewa na yeye, sasa anaangalia tu mama. Na baadaye kidogo sasa wakiwa wanaangalia kamera CCTV zao mle ndani, wakuta Cherry kama hayuko sawa, anajizungusha ni kama anaumwa. Ikabidi Sam aagizwe aende kumwangalia. Na Sam alipofika, Cherry akajifanya ni ana maumivu makali ya tumbo. Sam akauliza, unaweza kutembea au tulete kitanda kikubebe peleke zahanati? Lakini Cherry akamwambia hapana, naweza kutembea. Basi Sam akamshika na kuanza kutembea naye, anamtoa kutoka kwenye selo yake. Basi walivyofika sehemu kuna ngazi na kule hakuna kamera inayofika. Cherry si akamvuta Sam na kuingia naye huko chini ya ngazi, na inaonekana kwamba hicho ni eneo fulani ambacho huwa wanajificha na wakiwa wanafanya mambo yao maovu ili wasionekane kwenye kamera. Mara akambusu pale nini. Sam alianza kwa kukataa bwana, akalegea mwanangu, akaanza kubandua. Lakini muda huo Sam akiwa hana hili na lile, anaendelea kuenjoy mziki. Cherry bwana kumbe alikuwa na peni, akaichomoa kwenye nywele na akaanza kumchoma Sam shingo na kuanza kulia, naomba msaada, ananibaka. Na alikuwa hana kitu, yani nguo hana chochote. Akaanza kujivuta mpaka akafungua mlango ili apate msaada. Basi akaanza kulia pale, analia kweli. Askari wakawasha alarm pale na askari wakakimbilia kuja kumwangalia. Wakaja wapelelezi pale kujua ni nini kilichokuwa kinaendelea. Lakini mkuu wa gereza akawaambia kwamba Sam inawezekana ni kweli alikuwa anataka kumbaka, ndio maana akajiokoa pale yule mwanamke. Lakini wale wapelelezi wakasema hapana, ukiwaangalia hawa, huyu mwanamke hakuonyesha namna yoyote kwamba alikuwa anagombana na Sam. Kinachoonekana ni kwamba amemchoma moja kwa moja Sam. Hata tukipima ni kwamba mwanamke amemuua kwa kutarajia, wala kulikuwa hakuna kitu chochote kinachoendelea kati yao. Lakini mkuu wa gereza alisisitiza kwamba hilo limetokea na yeye ana darasa la kwenda kufundisha, nataka aende akafundishe, waachane na mambo ya kuendelea kufuatilia kesi. Movie inaisha, Cherry akiwa yuko salama kabisa na